Hii ni Bright News na mimi ni Paul langu. Nipo katika halmashauri ya wilaya Ikungi, kijiji cha Ihanja. Kuna tukio la wananchi wamekusanyana kwa ajili ya kumuomba Mungu aweze kuwasaidia mvua iweze kunyesha. Takriban mwezi mmoja na nusu hamna mvua katika maeneo haya. Ukiangalia kwamba janga ni la kitaifa, lakini katika kijiji cha Ihanja ambacho kipo mkoa wa Singida, halmashauri ya wilaya Ikungi, hali imekuwa tete. Na viongozi wameamua kuwakusanya wananchi wote waweze kukusanyana kwa ajili ya kufanya ibada pamoja. Bright News tupo kwa ajili ya kukupa hili tukio zima lilivyoanza na paka lilivyoisha. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Wananchi wa kijiji cha Ihanja wakiongozwa na uongozi wa serikali pamoja na viongozi wa dini waliamua kukusanyika sehemu moja, uwanja unaojulikana kama Veterinary, kwa ajili ya kufanya sala ya pamoja ya kumuomba Mungu aweze kurejesha mvua ambayo imetoweka kwa takriban miezi miwili. Ikumbuke kwamba kijiji cha Ihanja ni moja kati ya vijiji vikubwa ambavyo vinategemea sana kilimo cha mazao ya alizeti pamoja na mazao ya nafaka. Kijiji cha Ihanja ni moja kati ya vijiji ambavyo viko katika halmashauri ya wilaya Ikungi. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukayubiri habari niliyokuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake ni mwendo wa siku 3. Baada ya kupokea mafundisho ya neno ya Mungu kama mwangaza wa kuanza ibada ya maombi maalum ya kuombea mvua, dini mbalimbali ikiwemo Wakristo pamoja na Waislamu walijigawa kwa ajili ya kufanya ibada ya pamoja ya maombezi. Wakristo walijigawa upande wao, lakini pia Waislamu na wao walikaa upande wao kwa ajili ya kufanya swala, lakini katika eneo moja la uwanja wa Veterinary. Watu wengi sana, mwitikio ulikuwa ni mkubwa, watu walikuja kwa wingi sana kwa ajili ya kuja kufanya ibada ya pamoja. Baada ya masaa machache au takriban masaa 17, hali ya hewa ilibadilika na mawingu yalianza kuonekana yakitanda hewani, ishara ya kwamba kuna matumaini kurejea tena kwa mvua. Watu wengi sana waliomba kwa uchungu wakimlilia Mungu aweze kujibu. Ukiangalia hali kama iliwahi kutokea miaka ya nyuma katika kata jirani, kata Iseke, walifanya maombezi na mvua iliweza kurejea. Iseke na Khoire waliungana kwa pamoja kufanya ibada ya maombi kwa ajili ya kurejesha mvua iliyopotea, na mvua hiyo ilirejea. Hii ni moja kati ya tukio ambalo limewagusa wengi sana, hususan wa Tanzania na jamii mbalimbali ambazo ni wahanga wa jambo kama hili la ukosefu wa mvua. Swala la ukosefu wa mvua limekuwa ni swala la kitaifa. Ukiangalia hata mikoa ambayo tulikuwa tunategemea kwamba mvua kwa sasa zinanyesha, lakini hali ni mbaya sana, jambo ambalo limewashtua watu wengi na kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kuja kuwa na njaa. Ama likiwa kwa mlango wa sala huwa lina maelekezo yake tofauti, na hayo ndio yale aliyotangaza imamu kwamba sasa tutabidi tukutane siku ya Jumatatu kwa ajili ya swala. Hiyo ni swala ya kuomba mvua. Na hii swala, ndugu zangu, lau isingekuwa Ramadhani leo, palitakiwa pengine kesho yani kuendea ile siku 3 watu wafunge siku 3 mfululizo.
yani adabu za kwenda katika kuomba mvua. Watu ni sunna, inapendeza watu wafunge siku 3 kabla ya kwenda ile siku. Kwa kuvumilia jua kali na kuvumilia tangazo hili au ombi hili. Ndugu zangu, hii sala ilikuwa ni kwa kila mtu, sio kwa mtu mmoja. Tumesema hivi, kwa Waislamu tumetangaziana kwamba Jumatatu tutakuwa na ibada kule shuleni. Sijui wa Kristo na nyie mmepanga siku gani? Naomba mngetangaza tu hapa. Jumapili hapa kwenye uwanja huu. Kwa haya machache naona nisiwachoshe sana. Nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Tumeamua kufanya jambo hili kwa sababu hali ya ukame imekuwa ni kubwa kuliko kawaida. Kwa sababu tukiangalia mazao yalivyokauka, na sio kwa kata ya Ihanja tu. Takriban janga hili limo ndani ya nchi nzima. Kwa kweli wananchi wamehamasika sana tulipowaambia tuje tufanye maombi kwa ajili ya tukio hili au janga hili la ukame, wakahamasika na wamefika kwenye uwanja huu kwa wingi. Unawashaurije ambao Watanzania wengine ambao ili swala janga ni la kitaifa? Ukiangalia mikoa mingi kama Kilimanjaro, mikoa ambayo tunategemea ingekuwa na mvua, pia kuna changamoto kama hii ya uhaba wa mvua. Unahamasishaje wao Watanzania ambao wanakuangalia kwa muda huu? Asante kwa swali hilo. Mimi kwa maoni yangu na ushauri wangu ni washauri wa Tanzania wote waingie kwenye nyumba za ibada, waingie misikitini, waingie makanisani ili wamkabili Mungu, ili angalau atuletee neema yake ya mvua, anusuru wanadamu hawa, wanyama na vitu vinginevyo. Ninaitwa Steven Hamisi, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God hapa Ihanja. Tumeamua kufanya hiki kitu kwa sababu kutokana mazingira ya hali ya hewa jinsi ilivyo, na tunakumbuka tunarifaa kutoka kwa watu ambao waliotangulia, wana wa Israeli na maeneo mbalimbali yalikopita, walipokutana na changamoto kama hizi walimlilia Mungu na badala yake majibu yakatokea. Kwa hiyo na sisi tunaamini kwamba tukimlilia Mungu majibu yatatokea, na Biblia inasema kwamba ombeni bila kukoma. Kwa hiyo tumeomba na kwa imani tunaomba tunapokea. Kwa kweli ni kwamba hali ni mbaya. Ukame unatishia amani yetu kwa ujumla. Hili janga limekupata na wewe au upo kwa ajili ya kuwalilia wengine ambao? Limetupata wote, yani hakuna ambaye hajaguswa na hili janga. Unaamini Mungu atafanya? Ninamwamini Mungu amefanya, kwa sababu hii imetokea mara nyingi. Hata ilipotokea ukame kama huu tulikusanyika kwa dini zote na Mungu alijibu, tukaona mvua